Subscribe The Sport Show. Ally Kamwe na Haji Manara wanaendelea kutengeneza zengwe, lakini kuna sababu iliyoko nyuma ya huu ugomvi. Je, unataka kujua ni nini sababu ya ugomvi kati ya Haji Manara na Ally Kamwe? Hapa nitakuelezea kwa undani zaidi ugomvi wao na chanzo ni nini mpaka kufikia hatua ya kurushiana maneno na zengwe kunako magwiji hao wa klabu ya Yanga. Yes, kabla tujaendelea na huu uchambuzi, naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu tunazokuwekea, lakini pia naomba uweze kutoa comment yako na uweze kulike. Pia usisahau kushare taarifa zetu na wadau mbalimbali, lakini nikukumbushe pia kwamba kuna swala la gift atakuja kutoka siku za karibuni, kwa tafadhali endelea kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho. Naam. Klabu ya Yanga inaendelea kumake headline kwa Ally Kamwe na Haji Manara kuzungumzia zaidi kuhusiana na klabu hiyo, na kuna ugomvi au chanzo cha ugomvi, wengi bado hawajajua ni nini, lakini hapa nitakuelezea ugomvi wao au chanzo ni nini. Ikumbuke kwamba Haji Manara aliondoka na kwenda Yanga akiwa kama msemaji wa klabu, na source ya ugomvi unatokana na Ally Kamwe kuweza kuchukua nafasi ya Haji Manara, ambapo Haji Manara aliweza kuondolewa kwenye hiyo nafasi alivyofungiwa na TFF kujihusisha na mpira, hali ambayo iliwalazimu Yanga kutafuta mbadala wa Haji Manara na ikapelekea Ally Kamwe kuchukua nafasi hiyo. So baada ya kile kifungo kuisha, Haji Manara akajikuta hana nafasi tena kunako klabu ya Yanga, lakini pia akataka kurudishwa katika klabu ya Yanga, lakini mwisho wa siku akapangiwa katika nafasi nyingine, na hiyo ilitokana na kumechi kati ya Haji Manara pamoja na hiyo ni kumechi kati ya Ally Kamwe pamoja na Ahmed Ally, kutokana na kile ambacho kinatokea katika usemaji wa hivi vilabu, ikaonekana kwa klabu ya Yanga kwamba ni heri wakambakiza Ally Kamwe kuliko kumchukua Haji Manara, kutokana na kwamba influence kubwa iliyopo nyuma ya Ally Kamwe inamwelewa zaidi, ambapo akiwa anataniana na Ahmed Ally wa Yanga. Kwa hiyo kwa nafasi ya Haji Manara ikaonekana kwamba hawezi kurejea tena kama msemaji wa klabu ya Yanga. Ukumbuke kwamba Haji Manara alijiunga na klabu ya Yanga akitokea Simba mara baada ya mgogoro mkubwa, akihusishwa na alivyotoka Simba alihusishwa na swala la kuonekana kwamba Haji Manara ni msaliti kunako klabu ya Simba, maana kwamba ugomvi wake na Babra ulionekana wazi kwamba Haji Manara anaihujumu klabu ya Simba, hali iliyoleta ugomvi mkubwa sana mpaka ikapelekea Haji Manara kuondoka kunako klabu ya Simba na kujiunga na klabu ya Yanga. Kwa hiyo yawezekana yale maneno kwamba Haji Manara alikuwa anaihujumu klabu ya Simba yakawa ni kweli, kutokana na alivyoondoka Yanga akaenda kujiunga na Simba na kama mwanachama wa klabu ya Yanga, pia inaleta maswali mengi zaidi. Lakini hiyo sio sababu, kwa sababu mpira ni ajira na pale aliajiriwa, kwa pengine kuweza kuangalia maslahi ndo iliyosababisha kuweza kuondoka kunako klabu ya Simba, lakini kwa yale yaliyosemwa yanabaki kuwa kama yalivyo. Lakini nyuma ya ugomvi wake na Ally Kamwe ni nafasi ya usemaji katika klabu hii. Ally Kamwe amekuwa akidefend nafasi yake kama msemaji wa klabu ya Yanga, kwa maana kwamba naye anamhofia zaidi Haji Manara kwamba endapo akijiunga au akipewa hiyo nafasi moja kwa moja ataweza kuondoka na asiweze yani influence yake itashuka, tuseme hivyo, kwa sababu nafasi ya usemaji wa klabu inakupa mileage nyingi sana. Haji Manara amekuja kujulikana sana alipokuwa msemaji wa klabu ya Simba, lakini Ally Kamwe amekuja kujulikana pia sana na zaidi baada ya kuwa msemaji wa klabu ya Yanga. Lakini pia kuna endorsement ambazo zinakuja kama msemaji wa timu hizi kubwa, unapata nafasi
nyingi tu kwenye medias, lakini ukiachana na medias, kwenye makampuni yanataka uwe image yao au uwe brand ambassador wao. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, hii ni vita ya kibiashara ambayo ipo kati ya Haji Manara na Ally Kamwe. So ukiangalia interview aliyofanya Haji Manara, inaelezea wazi kuhusiana na swala zima la klabu ya Yanga, namna ambavyo inajiendesha na namna ambavyo inafeli, na ni kweli kabisa alichokizungumza Haji Manara ndio kipo sahihi, kwa sababu klabu ya Yanga inafeli mara nyingi kutokana na namna inavyoendesha mfumo wake ya usajili katika timu kwa namna moja ama nyingine, au ukizingatia kwamba ni kweli kila baada ya miezi sita wamekuwa wakifanya sajili ambazo either chache zinakuwa zina click na nyingi zinakuwa zi click. Kwa hiyo karibu kila muda klabu ya Yanga inakuwa ikijitafuta. Kwa mfano safari hii wamemleta Depu katika dirisha dogo, ni usajili unaoonekana ku click. Wamemleta Okelo, wamemleta Buba. Kwa namna moja ama nyingine ni sajili ambazo zimewalazimisha Yanga kufanya, ukizingatia kwamba msimu ulioisha walikwisha kumsajili tayari, waliwasajili akina Ekua, akina Edmund, akina Dombia, ambao wengine kwa namna moja ama nyingine pia hawapo katika club. So alichokizungumzia Haji Manara ni kitu ambacho wanayanga wengi hawawezi na hawako tayari kukiona au kuzungumza, kwa sababu wamejificha nyuma ya furaha ya ushindi wa Yanga. Na Yanga alivyoondolewa kunako mashindano ya CAF ndo moja kwa moja yakapelekea haya maneno kuweza kutoka. Kwa hiyo pengine klabu ya Yanga ingeweza kufuzu, yasingeweza kutoka haya yaliyotoka, japo kwa sasa hivi pia kuna hali ya ugomvi kati ya kuna hali ya maswali kati ya klabu ya Yanga na mchezaji wao Damaro Kamara. Huyu ni mchezaji ambaye anasemekanika ni raia wa Tanzania, lakini ukiangalia usajili wake yeye sio raia wa Tanzania, ni mchezaji wa Guinea. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine bado kuna ukakasi, lakini tukirejea katika vita ya Ally Kamwe, kwa namna moja ama nyingine naye anatetea nafasi yake, kwa sababu endapo itaonekana kwamba watu wa nje wanaizungumzia zaidi Yanga na wakapata nafasi ya kupata mileage ya kusemwa zaidi kuliko klabu ya Yanga, itaonekana kabisa kwamba nafasi yake ya msemaji inakuwa si lolote si chochote. Kumbuke kwamba hata nyuma Ferhan Kiamu aliweza kuzungumzia sakata la Yanga na namna ambavyo inaendesha, lakini alitokea Prevalinho na kuweza kumcrash. Lakini unaona kabisa ni kwamba Yanga ni taasisi ambayo ni kubwa, kwa namna moja ama nyingine itaweza kwa mazuri itapongezwa, lakini pia kwa sehemu inapokosea pia wataelekezwa. Ila changamoto imekuja namna ambavyo wana defend makosa ambayo yanafanywa na viongozi kwa hawa wasemaji, kwa sababu yale makosa wanaoweza kuyazungumzia watu wanayazungumza kutokana na kile ambacho wanakiona na damage yake inaenda kuwa wapi. So kwa namna moja ama nyingine tunaweza kusema kwamba klabu ya Yanga inapaswa kwa namna moja ama nyingine kutafakari yale ambayo watu wanayakosoa, kwa sababu kunapokuwa unakosolewa ndipo unapopata nafasi ya kufanya vizuri zaidi, kwa sababu kipindi cha nyuma kabla ya uwepo wa Nabi, Yanga ilikuwa inacheza mpira ambao wachambuzi wengi walikuwa wanaikosoa, na ikapelekea Yanga kuweza kufanya sajili nzuri za makocha wa viungo, makocha fitness, Yanga ikarudi kuclick vizuri, na ile hali hawakuiona tena, japo kuna wakati ikawa inasosoa kuanzia dakika 57, lakini ni tofauti na Yanga ambayo ilienda ikapikwa yale makosa ambayo yalikuwa yanazungumziwa walienda wakayafanyia kazi, ikapelekea Yanga mpaka dakika hii na uwezo wa kucheza dakika 120 na wasichoke. Kwa hiyo kukosolewa ni sehemu ya mchezo, kwa sababu kama walivyokuwa wanahitaji pia kupongezwa, ni lazima pia wakubali. Kama wanavyokubali kupongezwa, pia wanapaswa kukubali kukosolewa, kwa sababu anayekukosoa lengo lake sio kwamba hakupendi, hapana. Lengo lake ni kukujenga wewe ili uweze kuendana na kile ambacho kinachotakikana. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukawapa credit wale wote ambao wameikosoa Yanga, kwa sababu lengo ni kuijenga Yanga, lengo sio kuiangamiza Yanga, lengo ni kuijenga klabu ya Yanga. Kwa hiyo
Niseme jambo moja la mwisho au nikumbushie kwamba vita iliyopo kati ya Ally Kamwe na Haji Manara ni vita ambayo ipo, sababu yake ni ya usemaji. Nani awe mkubwa, nani awe mdogo? Ally Kamwe hataki kuwa mdogo, lakini pia Haji hawezi kuwa mdogo, kwa sababu yeye ndiye aliyechora huu mstari ambao tunauzungumzia leo katika nafasi ya usemaji. Ikumbukwe kwamba Haji Manara amewahi kuwa pia mpinzani mkuu wa Jerry Muro katika nafasi ya usemaji, hali ambayo aliweza kuitendea haki vilevile kutokana na namna walivyochabanga na kucharazana kimaneno na kwa majigambo kunako klabu ya Yanga na kunako klabu ya Simba. Haji Manara ndo mfano wa kuigwa katika swala zima la usemaji, kwa sababu yeye ndo kwa namna moja ama nyingine amefanya watu wengi au vijana wengi au taasisi nyingi za mpira kwa Tanzania kuwa na wasemaji, hasa vijana. Ikumbukwe kwamba kulikuwa kuna manguli wa usemaji tangu zamani, kwa maana kwamba kulikuwa kuna wasemaji kama Tobias Kifaru kwa namna moja ama nyingine, kina Tobias Kifaru wa Mtibwa Sugar, hao ni manguli. Kuna msemaji mwingine kama Masau Bwire. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hizi tambo zimekuja kuchongwa vizuri, hasa kwa nafasi za vijana mara baada ya Haji Manara. Kwa hiyo heshima yake kunako club na kunako taasisi hizi za mpira itabaki kuwa pale pale. Kwa hiyo Ally Kamwe bado hataendelea kuwa ni mdogo tu kwa Haji Manara, kwa sababu aliyoyafanya Haji Manara katika mpira huu amesaidia kwa namna moja ama nyingine wasemaji kuwa maambasada. Alianza kuwa ambasada ni Haji Manara, kwa sababu yeye ndiye amekuja kufanya branding kubwa sana kwenye soka kwa kutumia maneno yake, lakini pia kwa kutumia ushawishi wake. Ameweza kujaza uwanja kwa kutumia tu mdomo wake na ushawishi wake. Ameweza kufanya mpaka sasa hivi taasisi nyingi zinakuwa na wasemaji, hasa za mpira. Hata timu zile ndogo zinakuwa zinaajiri wasemaji. Lengo ni kwamba kuendana na wakati ambao upo. Kwa hiyo heshima ya Haji Manara inaendelea kuwa pale pale, haijalishi ni kwa namna gani, haijalishi vita atapigwa kwa namna gani na atakosolewa vipi, lakini ukweli wake utasimama pale pale na heshima yake itaendelea kuwa pale pale. Kwa hiyo Ally Kamwe ni sehemu tunaweza kusema mwalimu wake wa usemaji anabakia kuwa Haji Manara, kutokana na kwamba kipindi Ally Kamwe yupo shule na yupo chuo, akatoka akaenda kuwa sport journalist au sport analysis wa Azam. Alikuwa tayari Haji Manara ni msemaji wa klabu ya Simba na taasisi kubwa, na wakati huo wanabishana na Jerry Muro. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Ally Kamwe naweza nikasema kwamba amejifunza vingi kutoka kwa Haji Manara, ijapo ili linaweza likafichwa na kivuli cha Ahmed Ally ambaye alifungua njia kutoka kuwa sports pundit au sport journalist wa Azam na kwenda kupata nafasi ya usemaji kunako klabu ya Simba, akichukua nafasi ya Haji Manara, kitu ambacho kilienda kuka influence vijana wengi hasa kwenye media. Na hata Ally Kamwe pia alitokea hapo hapo Azam, akitokea kwa upande wa mchambuzi wa michezo pale Azam. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine huyu anabaki kuwa ni mwanafunzi tu wa Haji Manara. So kwa namna yoyote ile, kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukasema kwamba huu ni wakati wao kama wasemaji, kwa sababu taasisi nyingi zina wasemaji vijana, lakini kubwa zaidi legend atabakia kuwa Haji Manara. Lakini nifupishe au nihitimishe kwa kusema hivi, nafasi au chanzo cha ugomvi ni nafasi ya usemaji kwa hawa watu wawili, Haji Manara na Ally Kamwe.